Yaani watu wengi wanakuja kwenye inbox kwako, lakini wachache ndio wanaonunua. Sasa njoo tujifunze leo. Leo nakufundisha jinsi ya kutumia WhatsApp chujio kupata wateja serious walioko kwenye sponsored ads, yani tangazo lako na wakanunua. Nakufundisha jinsi ya kutumia WhatsApp chujio kupata wateja serious na wakanunua. Ile habari wateja wanakuja wengi, wanakuulizia bei lakini wanunua wachache. Leo jibu lako liko hapa. Sasa ukirusha tangazo lako, sababu hapa kwenye chujio la WhatsApp, ili watu kwenye chujio lako la WhatsApp inabidi uwe umeshafanya tangazo. Tangazo lako ndio hilo sponsored ads ambalo tunasema unarusha kwenye Facebook na Instagram. Then wale watu unawaelekeza call to action waje kwenye WhatsApp yako. Wakishakuja kwenye WhatsApp yako sasa ndio unawachuja, ndio somo letu la leo. Jinsi ya kuwachuja. Kwanza kabisa inabidi uandae ujumbe mzuri ambao utakufanya wewe kwako wafunguke. Ujumbe wako unasema hivi: Karibu sana. Kabla sijakusaidia, ninahitaji kujua kidogo zaidi ili nione kama naweza kukusaidia. Tafadhali nijibu maswali haya. Yaani mtu akija kwenye WhatsApp yako inabidi akutane na ujumbe kama huu wa kumfanya yeye jibu maswali yako. Sasa hapa ndio itamdhibitisha yeye huyu mteja ni mteja sahihi au sio sahihi. Kama atakujibu ile maswali ambayo utamuuliza, utajua huyu ni sahihi na unaruhusiwa kumwadi kwenye group lako la WhatsApp ili kumpa value na kumpa offer aweze kununua. Kama hajajibu ile mteja, achana naye, mwache kwanza. Au kama amekujibu hajakujibu vizuri, mwambie tawasiliana na wewe baadaye. Hii itakusaidia kutunza muda wako, usitumie muda wako mwingi kwa watu ambao sio wanunuaji. Maswali ambayo unatakiwa kumuuliza ni maswali haya matatu. Usimuulize maswali mengi. Swali la kwanza, muulize jina lake. Mtu ukimuuliza jina lake, kumjua jina lake, inakusaidia kitu hichi. Inakusaidia kujenga uhusiano wa karibu na yeye. Watu wengi wanapenda sana kuitwa kwa majina yao. Hata wewe mwenyewe mtu akiitwa fulani lazima ugeuke. Kwa hiyo watu wanapenda kuitwa kwa majina yao. Kwa hiyo hii itakusaidia kufanya conversation yake ukiwa unamuita jina lake, na watu wanapenda kusikia majina yao mara kwa mara. Swali jingine la pili utakalomuuliza ni mahali alipo. Lazima ujue yuko maeneo gani, yuko mkoa gani. Hii itakusaidia kujua kama huduma yako inaweza kufikia. Au kuna wateja wengine unakuta labda unahudumia watu wa Dar es Salaam tu au watu wa sehemu fulani. Kama hiyo sehemu hawafikishi huduma yako, itakusaidia kutunza muda wako, usichati naye kwa sababu hujui huduma yako ifiki mahali pale. Lakini swali la tatu ni kuelezea changamoto. Hii ndio pointi nzuri zaidi. Ni pointi ambayo ni ya muhimu kuliko zote. Hii mtu anakuelezea changamoto inayomzungumzia, inayomkabili. Alafu akikuelezea changamoto inakufanya wewe ujue huyu mtu ni sahihi ukweli wa changamoto. Yaani anaelezea, mimi naumwa labda tatizo la magoti, la mgongo, limenianza muda fulani, nimeshafanya vipimo fulani, unapata details sahihi kuhusiana na yule mteja wako. Lakini changamoto akikuelezea, yeye mwenyewe inafanya afikirie tatizo lake kwa kina. Yaani atalifikiria tatizo lake kwa kina. Alafu kitu kingine ambacho mtu akikuelezea utakipata ni kwamba anajenga imani na wewe. Watu wengi wanapenda au wanajenga imani na watu ambao wanawauliza maswali. Unajenga imani ya karibu. Mtu akishakuamini, mtu akishakupenda, tayari unafanya mauzo. Kwa ni maswali ambayo inabidi umuulize maswali matatu. Usiulize maswali mengi. Jina lake, mahali alipo na changamoto. Baada ya kujua changamoto yake ndio utaanzia pale kumuuliza kama alienda hospitali, kama alifanya vipimo vyovyote, kama alitumia dawa yoyote na alijisikiaje. Baada ya hapo ndio unampa suluhisho lako. Kwa baada ya kujua huyu ni mteja sahihi, ukampa suluhisho lako, atakuwa tayari kununua, then utafanya mauzo makubwa kwenye biashara yako. Kwa hiyo siku leo nimekufundisha jinsi gani unaweza kuwachuja watu wako ambao watakuja kwenye WhatsApp yako na wale wakawa watu sahihi wakanunua kwenye bidhaa yako na kufanya mauzo makubwa. Sio the top, endelea kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya mitandao yangu ya kijamii, Facebook Malenga Afya Mifupa, lakini pia YouTube nifuatilie kwa jina la Eda Malenga au Malenga Afya Mifupa, ukutane na mafunzo kama haya ili uweze kuwa muuzaji bora kuwahi kutokea. Asante.